لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وبعد. tukimalizia hotuba yetu ndugu zangu na dada zangu, kama tunavyojua biidhnillah tabaraka wa taala, baada ya siku 5 au 4 hivi tutakuwa tunakaribisha mwezi mtukufu wa Dhulhijja, mwezi ambao ndani yake inafanyika ibada ya hajj. Kilele cha ibada ya hajj inafanyika katika mwezi wa Dhulhijja, ingawa Allah asema al-hajju ashhurun ma'lumat, ikiwemo mwezi wa Shawwal ni mwezi wa hajj, mwezi wa Dhulqa'da ni mwezi wa hajj, lakini the final ibada ya hajj inafanyika katika mwezi wa Dhulhijja. Na mwezi huu wa Dhulhijja, siku 10 za mwanzo, kama tunavyojua Mtume sallallahu alaihi wasallam ametupasha ya kuwa hakuna wakati ambapo amal salih, ibada inapendezwa zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala min hadhihi al-ayyam al-ashr, kama masiku haya 10. So these 10 days that we anticipate inshallah ta'ala ni wakati ambao ni prime time for ibada. Kama vile huwa tunajiandaa kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani, 10 la mwisho la mwezi wa Ramadhani, yaumu lailatul qadr, basi wakati huu Mtume sallallahu alaihi wasallam pia ametupasha ya kuwa ni the best time of the year katika ibada. Kwa hivyo ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala tujalia uhai, lazima tuwe na maandalizi. Ni vipi wewe kama Muislamu utaweza kufaidika na masiku haya? Leo ni tarehe 25 Dhulhijja. Kwa hivyo inshallah ta'ala usiku wa kuamkia Jumatano, yani siku ya Jumanne jioni, itakuwa tunatazama mwezi. Ikiwa mwezi tuandama, basi siku ya Jumatano itakuwa ni tarehe 1 Dhulhijja. Ikiwa mwezi hautaandama, basi Alhamisi itakuwa tarehe 1. Kwa hivyo kuanzia tarehe 1 Dhulhijja mpaka tarehe 10, Mtume asema ni muda ambao ni prime time for ibada. Na watu wakati mwingine huwa tunajiuliza tunaanza kufunga nini? Wakati huo Dhulhijja ibada si kufunga peke yake, na wala Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuhimiza watu kufunga peke yake. Mtume alayhi salatu wasalam alihimiza Muislamu ajibidishe kwa ibada, na moja katika ibada bora ambayo Muislamu anaweza kufanya ni ibada ya funga, ibada ya saum. Ndio maana watu wanauliza tunaanza kufunga nini? Otherwise Mtume alihimiza ibada as general, ikawa Waislamu wengi mashaallah wanajibidisha kufunga. Kwa hivyo ikiwa wataka kufunga siku hizi 9, itakuwa ni kuanzia Jumatano au Alhamisi. Lakini kumbuka ya kuwa ibada si kufunga peke yake. Mtume alayhi salatu wasalam anatuhimiza kujibidisha kwa ibada kwa ujumla, na tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atupatie tawfik. Na katika mambo ambayo Mtume ametutanabahisha nayo kabla ya kuanza masiku haya, Mtume akatuambia kuwa yoyote ambaye anatarajia kuchinja, kwa sababu tunajua moja katika ibada bora katika masiku haya ni ibada ya udhiya, ibada ya kuchinja wanyama, mbuzi, ng'ombe, kondoo au ngamia. Hawa ni ibada ya wanyama ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuelekeza ya kuwa tunafaa kuhuisha sunna ya Nabii Ibrahim alayhi salam na tukachinja. Na Mtume akatuambia yote ambaye anatarajia kuchinja katika masiku haya kuanzia tarehe 10, 11, 12, 13, basi ajibidishe Dhulhijja inapoandama, asiguse nywele yake wala makucha yake, la ya'khudhu an awfarihi wala an sha'rihi shay, au kama qala alayhi salatu wassalam, ya kuwa mtu asikoe nywele katika mwili wake wala asikaze kucha mpaka atakapochinja mnyama wake. Na huyu ni yule anayetarajia kufanya ibada. Ikiwa katika boma ni baba anatarajia kuchinja, basi the rest of the family members wako free, wanaweza endelea na usafi wao wa kukata makucha au nywele. Lakini huyo anayetarajia kuchinja, basi anafaa kujibidisha yeye aweze kujiandaa kabla ya Dhulhijja kwanza. Kwa hivyo at least by Tuesday, kwa wale ambao tunatarajia kuchinja, uwe tayari wewe kama nywele umekata, iwe ni kama ni kucha umeweza kutrim, ili in the next 10 days unaendelea kufanya ibada zingine, ukisubiria ibada ya kuchinja kuanzia siku ya Eid baada ya Eid al-Adha bi'idhnillah tabaraka wa ta'ala. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atupatie tawfik, atujalie
tujalie katika wale ambao watajaliwa kufika katika masiku haya kumi bora na tuweze kufaidika nayo. Ala sallu wa sallimu ala al-bashir al-qadir faqad amarakum Allah ta'ala bidhalika fi kitabihi haythu qala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم وانعم وزد وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. وارض اللهم عن الخلفاء الاربعه ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر الصحابه اجمعين وعنا معهم بمنك وكرمك يا اكرم الاكرمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم فرج عنا وعن جميع المسلمين. اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين. اللهم قضي حوائجنا وحوائج جميع المسلمين. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر اخواننا في فلسطين وفي غزه وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا الى صلاتكم الحمد لله.